Lazima tuwatimue hawa jamaa mamlakani kwa sababu wanaofidhuli kwa hali ya juu. Na mimi naamini maisha yangu iko kwa mikono ya Mwenyezi Mungu. Mtazamaji, eneo la Mwea katika kaunti ya Kirinyaga linafahamika sana kwa ukuzaji wa mchele. Tatizo ni kwamba wakulima hao huhisi kana kwamba wamepuuzwa na washikadau. Mfadhili mmoja haswa ama hata hivyo wamejitokeza na kutoa mchango wa mashine ambazo zitatumika kuchimba kilomita 96 za mikondo ambayo inapitia kwenye mashamba ya mpunga. Mwanahabari wetu Carol Nderi anaarifu. Kilimo cha mpunga unaozalisha mchele na kisha kuwa wali ukiwa mezani ni maarufu katika eneo la Mwea katika kaunti ya Kirinyaga. Ila matatizo yanayowaandama wakulima wa mpunga ni mengi, kuanzia kwa ukosefu wa maji. Kwa hii season hatukutoa chochote kwa maana tulikosa flow ya maji, ilikuwa very poor. Wakati mwingine tulikuwa tunapata mchele mingi naye bei inateremka. Mikondo hii hupitisha maji hadi kwenye mashamba kutoka Mto Thifa. Lakini magugu na kwekwe huzuia maji haya kuteremka na kufikia mimea inayokauka baadaye. Linalofuata ni kwamba zao linakauka. Ijapokuwa twalipa pesa za maintenance ya hizi barabara na mitalo shilingi 300 kwa mwaka, wao hawatufanyii wala hawatupei service yoyote ambayo tunahitaji. Afueni hata hivyo imewajia wakulima hawa wa Mwea baada ya mfadhili mmoja kujitolea na kutoa mashine hizi za uchimbaji. Zamani maji ilikuwa ina flow easily sababu kulikuanga na Jacob ambao walikuwa wanasaidia watu wa Mwea kutoa hizi matope kutoka kwa canals. Lakini kwa sasa hivi imekuwa kuna shida ya machineries katika huko kwa NIB, na sababu the agriculture imekuwa devolved. Sasa imekuwa ni shida hata maji kupitia huko kwa hizi canals. Mzaliwa wa Mwea, Purity Wangoi wa Ngirishi, amesema badala ya Wakenya kulilia serikali na kilio kile cha serikali saidia, itafana iwapo kila mmoja anaweza kutoa msaada kadri ya uwezo wake. Over 70% ya wakulima wa Mwea kwa saa hizi hata wengi wao wako na loans katika huko sako. Kwa hivyo hata wapati pesa pale. Shida ya kwanza ni maji haiendi, kwa hivyo the produce imeenda chini. Number 2, marketing ya produce yao hakuna mtu anawasaidia katika marketing kwenda kuuzaji. Ni mradi uliozinduliwa katika eneo la Mutithi, Mwea, eneo maarufu kwa ukuzaji wa mchele. Carol Nderi, KTN, Mwea, Kirinyaga. Na wazee wa jamii ya Marakwet wamefanya tambiko maalum ya kuwanasa wezi wa mifugo na wauaji kama njia mojawapo ya kupunguza maafa katika bonde la Kerio. Elvis Kosgei na maelezo zaidi kuhusiana na matukio hayo. Eneo la Tot, kaunti ya Elgeyo Marakwet, hapa pamesalia mahame tu baada ya watu wanaotoka jamii jirani kuuawa, kuibiwa mifugo na watoto kubaki mayatima. Mathalan, yatima huyu Vivian Chepkosgei, mwanafunzi bora aliyekuangura alama 351 katika mtihani wa KCPE mwaka 2016, licha kupita mtihani wake kwenye mazingira haya telezi, sasa hana pa kwenda kutokana na ukosefu wa karo. Nyumba ilichomwa, sasa tukatoroka huko choo, hakuna chochote tunachofanya. Naomba kama kuna serikali mahali fulani asaidie huyu mtoto. Sababu this one to get her dreams mpaka asaidiwe tu peke yake. Visa kama hivi viliwasukuma wazee kukongamana kwa muda baada ya wao kutoa ilani kwa wale waliofanya unyama wajisalimishe. Na walipokosa kujitokeza, mambo yakawa kama hivi. Wazee hawa wamedai kwamba tambiko hili hufanywa maji yanapozidi unga. Hata hivyo, wameapa kuzika tofauti zao. Baada ya hii enda mwezi mmoja utasikia watu nakubwa. Kwa hii tu. Kwa hii. Na ndiposa leo tuko hapa kuhakikisha pamoja na wazee wa hii area yote ya Endo ya kwamba hayo makubaliano yote yamezingatiwa. Hata hivyo, kuna mnara mrefu wa matumaini ya amani
kurejea tena. Elvis Kosgei, KTN leo wikendi katika eneo la Tot, kaunti ya Elgeyo Marakwet. Na mtazamaji, ni wakati wa mapumziko mafupi na kisha tukirejea kama nilivyokuambia katika sehemu ya pili, sehemu ya makala Yako Wapi, tunaye Bwana Zoa. Wengi mnamfahamu kama Bwana Zoa, lakini jina lake halisi ni Nasoro Mwamzandi. Iwapo ulipenda kutazama vituko, iwapo unapenda kutazama Je Huu ni Ungwana, basi unamfahamu vizuri. Tutaweza kuzungumza naye katika sehemu ya pili, sehemu ya makala Yako Wapi. Waweza kuwasiliana nasi iwapo una swali ama lolote ambalo ungependa kulisema kumhusu, basi waweza kutuandikia kupitia mtandao wa Twitter @MaryKilobi, @KTN News, @KTN Kenya, au kupitia nambari 22155. Tupate mapumziko na kisha tutarejea katika muda usiokuwa mrefu na makala ya Tembea Kenya. Karibu tena mtazamaji, na shukrani sana kwa kuendelea kutazama taarifa za KTN leo wikendi. Moto mkubwa umeteketeza sehemu ya msitu wa Badea upande wa Nyeri. Moto huo unaoaminika kuanzishwa na watu waliokuwa wakitafuta asali uliharibu takriban ekari 60,000. Iliwabidi askari wa kulinda misitu kuingilia ili kuuzima moto huo ulipowazidi. Waliitisha msaada wa wakazi wa eneo hilo ambao walijitolea kwa wingi. Naibu mkurugenzi wa uhifadhi wa misitu Simon Gitau amedokeza kwamba moto huo umekuwa mkubwa lakini waweza kuudhibiti. Amewaomba wakazi kujiepusha na visa vya kuwasha moto kwenye msitu. Hope that the fire will die. That's our hope. There are some showers as we left the forest a few minutes ago. There were some showers, and we hope that all will be fine. However, the most important thing is to ensure that the fire does not get into the indigenous forest. Na mtazamaji, karibu michezoni. Zaidi ya wachezaji wa gofu 90 kutoka nchini wameshiriki mashindano ya mwaka huu ya Kakamega Standard Golf Classic ambayo yanadhaminiwa na shirika la The Standard Group. Mashindano hayo yaliandaliwa katika uwanja wa michezo wa Kakamega yakijumuisha wachezaji mahiri kutoka timu kadhaa zikiwemo Nandi Bears, Kisii, Mbale na Tororo. Kulingana na msimamizi wa msururu huo John Ngaruya, nia kuu ya mashindano kama hayo ni kusaidia kukuza mchezo wa gofu nchini. This is the 12th series within the series that we are organizing, and we are happy to be around. The Standard is showcasing her products, digital, print, TV, and telling the customers that we are happy for their patronage. Na mtazamaji, hizo ndio taarifa ambazo tuliweza kukuandalia katika sehemu ya michezo. Na kama kila Jumamosi mtazamaji, nilikuambia kwamba kama ilivyo ada tunakuletea makala ya Tembea Kenya ambayo hatuwezi banduka ama kuondoka kabla ya kukuweza kukuonyesha jinsi Kenya ilivyo na uzuri. Mbuga ya wanyama ya Shimba Hills ni baadhi ya vivutio katika kaunti ya Kwale ambavyo watalii kutoka ndani na nje ya nchi hupenda sana kutembelea, kwani licha ya wanyama upo mtiririko wa maji au waterfalls ukipenda kwenye lugha ya Kimombo ambao upo kilomita 2.5 ukiteremka. Mwanahabari wetu Francis Mtalaki alitembelea mbuga hiyo na anatupambia makala ya Tembea Kenya Jumamosi hii. Safari ya kuchana mbuga ya Shimba Hills zinaanza kwa kujionea mandhari ya kupendeza kando na ile ya wakazi wamezoea kuogelea ufuoni. Vituo vikuu kama mtiririko wa maji Shedrick Falls ambao licha ya umbali wake kilomita 2.5 ukitembea watalii hufurika kila siku. Ni kitu mzuri sana
na kama vile tumetembea kutoka kule Njuni tukafika hapa chini, mtu huwa anasikia amechoka, umetoa jasho, lakini ukiingia kwa hii waterfall upigwa na hiyo maji huwa unasikia tena uko fresh sana. Sasa hata ukipanda tena utakuwa hauna shida yoyote. Jinsi yanavyotiririka kutoka juu hadi chini mita 21, watalii ambao hufika hapa kujionea kujipata kushawishika na kuingia ndani angalau kutuliza joto na mishipa baada ya kuteremka zaidi ya kilomita 2. I think waterfall here is quite unique, because we are sitting on the beach, and sitting on the beach you can imagine that very close you can find the waterfalls, So I think for our people is also nice surprise to be here and see the waterfalls as well. Hii falls inavutia. Ni vigumu sidhani kwa eneo hili la pwani, ni vigumu upate falls imekaribia bahari. Na hii falls ni ya maji safi. Maji ambayo yako nyuma yetu ni fresh drinking water, hayana uchafu wowote, yametoka kwa visima vya kiasili. Je, yanapopiga maji uhalisi ni vipi? Yakipika pia yako sawa, lakini isipokuwa ukienda pande zingine iko na nguvu sana. Unasikia kama inakuumiza, lakini sasa ukisimama mahali ambapo maji inateremka sio sana, unasikia ni kama unapika shawa ya kawaida tu. Ikiwa na uhalisia huu, watalii wanapendelea sana kutokana na kuwa pwani ya Kenya hali ya anga ni joto jingi. Ndicho kivutio kikuu ambacho huwaleta wengi watalii kutoka humu nchini sawa na wale kutoka mataifa nje kuja kujionea mengi kuhusiana na mbuga hii, lakini wanaporudi upande wa pili mambo huwa namna gani? Aste kila mmoja anaanza kupanda mlima wale uteremka. Unapochoka itakulazimu utafute usaidizi kwa mwenzio, usije ukaachwa nyuma na msafara mguu mmoja baada ya mwingine hadi tena juu. Je, unapokuwa kileleni waweza kutazama nini? Ukiwa upande wa juu huwezi ona the waterfall unless tuseme ukuje na ndege ukaribie waterfall yenyewe. Utaona tu msitu. Waterfall imeweza kufichwa na msitu. Ukiwa kule juu pia unaweza ona bahari, unaweza ona ufuo. The white beaches za Diani kwa hii mbuga unaweza ziona. Zaidi ya hapo unaona maeneo mengine mwa mbuga, unaweza ona the Savo Plains, Kinango, Mount Kilimanjaro. Kuja asubuhi wakati ule hamna fog, unaona Kilimanjaro kwa umbali, Usambara unaziona kwa karibu, kisiwa cha Chale unakiona vizuri, Gasi, maeneo ya Msambweni unayaona vizuri ukiwa kwa hii mbuga. Francis Mtalaki, KTN News, makala ya Tembea Kenya. Na mtazamaji, mwaka huu 2017 fanya hima utembee Kenya ili uweze kujua nchi yako. Tusiwachie tu watalii wa nje waje nchini na kuzuru maeneo mengi ilhali sisi hatuifahamu nchi yetu. Na basi kama nilivyokuarifu mtazamaji, katika sehemu ya pili kwenye KTN News, Bwana Nasoro Mwamzandi yuko kwenye studio, ama anafahamika kama Bwana Zoa. Tutaweza kuwa tukizungumza naye katika makala ya Kwa Wapi. Usiende mbali. Jina langu ni Mary Kilobi, mtangazaji wa ishara amekuwa ni Meresha Owiti.